Hello guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ama kwenye channel zetu, ambao siku ya leo tutaweza kuongelea baadhi ya topic, ambao topic yetu kwa siku ya leo itakuwa kwa nini sex ama tendo la ndoa ni maamuzi na huanzia kwenye fikra ama kichwani mwako. Ngoja nikupe story moja, and this is a true story. One of my friends ambaye alikuwa anatoka Dodoma kikazi anaenda Dar es Salaam, na kafika Dar es Salaam, alifanya kazi almost 2 weeks, na katika majukumu yake baada ya ile kazi alitakiwa aende Songea kwa ajili ya majukumu yake mengine. So kafika Songea akafanya kazi almost, ilikuwa kama siku 3 hivi ama siku 4, na katika majukumu yake sasa alitakiwa tena aweze kurudi Dar es Salaam. So akakumbuka ya kwamba kuna rafiki yake ambaye yupo mkoa jirani kutokea Songea pale. Akasema kwamba nifike ule mkoa niweze kumsalimia rafiki yangu, maana alikuwa ni rafiki yake ambaye walisoma naye chuo, alikuwa ni rafiki yake sana. So yule brother akaanza safari yake kuweza kupita mkoa jirani akiwa anaelekea Dar es Salaam. So akafika ule mkoa jirani na alichelewa kutoka, akafika pale ule mkoa, alifika kwenye mida ya saa 1 usiku, na alipofika ile saa 1 usiku akakutana na yule rafiki yake wa kike. Kutana yule rafiki yake wa kike akampokea pale stendi. Uzuri na yule dada alikuwa anatoka kazini hiyo mida. Wakaenda nyumbani, na mpaka wamefika nyumbani ilikuwa kama mida ya saa 2:30. Wamefika pale nyumbani kwa binti. Yule binti akapika, wakala, wakanywa. So wakaanza story. So yule binti kidogo ni mtu ambaye ni mtu mwenye story sana. Kuja kuangalia muda, wanacheki saa 6, karibia saa 6:30 elekea saa 7. So wanafanyaje sasa? Yule kijana haikuwa intention yake kulala pale. Kwa ikawaje sasa saa 6 inaelekea saa 7 sasa. So na kwa mazingira yale yule binti alipokuwa, ilikuwa ni maeneo ya mbali sana kuweza kupata hoteli ama lodge ya kuweza kujistiri kwa ajili ya kesho kuendelea na safari yake. So yule kijana aliweza kufanya maamuzi, akamwambia rafiki yake, so my friend, do you trust me? Naweza kulala hapa na nothing gonna happen, hakuna chochote kinaweza kikatokea. So yule rafiki yake, ni marafiki, maybe wanajuana kwa muda mrefu, wanajuana, wamesali naye, wamefanyaje, kwa wanafahamiana. So japokuwa kishingo pande yule binti akasema yes, I can trust you. So yule kijana, binti akatandika kitanda. Uwezi amini, wale watu walilala kitanda kimoja. Anasimulia, anasema kwamba yule brother alilala mbele na akaweka mto katikati, na yule binti akalala nyuma. So yule brother anasema kwamba alivyolala tu kwenye kile kitanda, uwezi amini, anasema kwamba nilikuja kushtuka saa 11, ambao ndio muda ambao nilitakiwa nijiandae kwa ajili ya safari yangu ya kuweza kurudi Dar es Salaam. So yule brother asubuhi ile alijiandaa vizuri kabisa, akajiandaa, akamaliza kujiandaa, ikabidi amuage sasa yule dada, yule rafiki yake, kwamba yeye anaondoka, anaanza safari yake. Akamwambia sawa rafiki yangu, asante na nini, karibu tena, wakaagana. So baadaye imefika muda wa mchana, yule dada anampigia yule rafiki yake, akamwambia, oh my friend, sijaweza kuamini ya kwamba je, wakaka wa design hii bado hapo? Yule dada shangaa kwamba is this possible, ya kwamba kuna notion nyingi ambazo zipo, watu wanaamini ya kwamba hivi ukiwa wawili anything can happen. Lakini dada anashangaa sana kwamba kumbe bado wakaka wa design hii wapo.
Kwa hiyo yule dada alikuwa shocked sana, alishangaa, oh, kumbe this thing is possible. Kwa hiyo akamwambia yes, inawezekana. Kwa alishangaa sana kwamba kumbe hivi vitu na haya mazingira bado yanawezekana. So mimi ninachotaka kukuambia kwamba sasa sex ni maamuzi, na sex inaanzia kwenye akili yako, kwenye fikra zako. Kama huyu kaka aliweza, je, kwako haiwezekani? Hata kwako pia inawezekana. Una uwezo ukawa na rafiki wa kike na ukamheshimu. Na siku zote sisi wanaume tumeumbwa si kuwaharibu wadada, bali tumeumbwa kuwajenga na tumeumbwa kuwalinda wadada. Mimi na yule kaka na wewe tuna jukumu moja la kuweza kuwalinda hawa dada zetu, na si kuwatumia kama chombo cha starehe. Na katika Mithali sura ya 6 na mstari wa 32 inasema kwamba, lakini yeye afanyaye uzinzi na mwanamke hana akili, na afanyayo hayo hujiangamiza nafsi yake. Kwa hiyo ndugu yangu, my brothers and sisters, nini nataka kukuambia kwamba tupo kipindi ambacho katika kizazi chetu imekuwa ni rahisi sana kupata sex ukiwa na pesa, hata kama usipokuwa na pesa, vitu vimekuwa rahisi sana. Lakini nini nataka kusema kwamba hata kama tupo kwenye generation ambayo mambo yamekuwa ni rahisi kupata, lakini bado tuna uwezo wa kuamua. Tuna uwezo wa kuamua hiki nifanye, hiki nisifanye, na inawezekana kabisa. Na inawezekana kabisa kutunza nafsi yako, na inawezekana kabisa ukawa msafi wa roho, unaweza kabisa ukawa msafi wa mwili, ukawa msafi wa nafsi. Lakini ukiamua, amua kuweka standard kwenye maisha yako, amua kuweka principles kwenye maisha yako, si tu kwa ajili yako, bali ni kuweza kulinda kizazi chako, ni kuweza kulinda watoto wako na kizazi chako cha kwanza, cha pili na cha tatu. Kuna rafiki yangu mmoja alipitia changamoto sana, alikuwa na sex addiction. Yule mdogo wangu alikuwa hawezi hata kumaliza wiki nzima kabla hajafanya sex ama tendo la ndoa. Na yule kijana alikuwa ni mwaminifu sana, aliweza kunielezea kila ambacho anachopitia, lakini nilijitahidi kuweza kumsaidia kwa kadiri niwezavyo. Na sasa yule kijana ana ushuhuda, na mpaka sasa anasema alikuwa anaishi maisha magumu sana, na hata mshahara wake aliokuwa anapata within 1 week mshahara alikuwa anapoteza kwa sababu ya zinaa, kwa sababu ya uzinzi. Lakini nikamsaidia kwa namna moja ama nyingine, nikamshauri, tukaombeana, tukafanyaje, na mpaka sasa yale mambo ameshaacha, na mpaka sasa anasema brother, hata mpaka sasa pesa yangu naiona, kwa sababu kwa ni kipindi ambacho hata kama asipofanya, hata kama akiamua aende mbali na yale mazingira, anashangaa kwa niambia kwamba hadi wadada walikuwa wanamtafuta wao wenyewe. Can you imagine? Kwa ni kitu ambacho tupo kwenye generation ambayo tunatakiwa tuwe makini sana. Na sasa yule kijana anaishi maisha yake vizuri, amerudi kwa Mungu wake vizuri, na ana story ya kuweza kuelezea. So nini conclusion yangu na nini ya kuweza kuambia kwamba brothers and sisters, sex ama tendo la ndoa ni maamuzi, na ni kitu ambacho kinaanzia kwenye fikra zako. Kwa hiyo una uwezo kabisa wa kusema ya kwamba mimi siwezi kufanya tendo la ndoa until marriage. Na inawezekana kabisa. Watu wamekuwa kipindi kwamba inawezekanaje. Nimekutana na marafiki zangu wengi sana, tumekuwa tukipiga story, inawezekanaje, mimi napitia changamoto. Kuna wengine mpaka wanasema kwamba yani mimi nikiweza kabisa, mimi mbinguni direct. Lakini imekuwa ni maisha, imekuwa ni mitindo, imekuwa siku hizi ya kwamba nikifanya vile tukishinanisha wanawake imekuwa kama vile fashion, lakini hapana. Na imekuwa ni kitu ambacho vijana, kwa nini hatufikii hatima zetu? Kwa sababu kile kitendo kinatufanya na kinatutenga
mbali na Mungu na kinatufanya kutuzuia kuweza kufikia hatima yetu. Na niweze kukwambia ndugu yangu kwamba hakuna mtu yeyote ambaye hapa duniani ni bahati mbaya. Hakuna mtu ambaye amekuja hapa duniani kwa ajili ya kutembea tu. Kila mmoja wetu ana kusudi maalum. Kuna kuna area ambayo Mungu kamwandalia kuja kufanikiwa pale. Kila mmoja wetu ana kusudi. Kila mmoja wetu ana destiny yake kubwa, na kila mmoja ataifanikisha kwa namna yake. Lakini sasa vijana, kipindi cha sasa imekuwa ni ngumu hata kuweza kufikia hatima yetu, kwa sababu tunajichanganya kwenye ulevi, tunajichanganya kwenye uzinzi, tunajichanganya kwenye uasherati. So brothers and sisters, everything is possible. Una uwezo kabisa wa kuishi katika usafi na ukajitunza katika usafi. So fanya maamuzi kuanzia sasa. Kuwa na principles, kuwa na standard na ziishi, na Mungu atakusaidia. Asante sana.